Goliathi wa maisha, simulizi ya imani. Huenda umefika mahali hujui unatoka vipi. Kila kitu kinaonekana kizito, mawazo yamejaa kichwani, na watu wanakuangalia, wanaona kama wewe ni mdogo, huwezi. Na ndani yako hofu imejaa. Kila siku unaamka na kukutana na Goliathi wako, tatizo kubwa linalotisha, linaloonekana haliwezi kushindwa. Na ukweli ni huu, wakati mwingine unahisi tayari umeshindwa, lakini siku moja alikutana na mtu aliyemuuliza swali moja tu. Unajua hadithi ya Daudi na Goliathi? Kama bado huja like na kusubscribe, tafadhali like na kusubscribe ili kupata video zingine. Karibu Elroy Rema. Na hapo kitu kilianza kubadilika, kwa sababu ile haikuwa tu hadithi, ilikuwa fundisho la maisha. Kulikuwa na wakati jeshi lote lilisimama. Chagueni mtu mmoja aje apigane nami. Kama atanipiga, tutakuwa watumwa wenu. Kwa sababu ya jitu moja, Goliathi. Alikuwa mkubwa, mwenye nguvu, na kila siku alitamka maneno ya hofu, wa kutisha. Hofu ikaingia mioyoni mwao, na watu wakaamini. Wewe umekuja kufanya nini hapa? Rudi ukachunge kondoo. Lakini kulikuwa na kijana mmoja, Daudi. Hakuwa askari, hakuwa na uzoefu, hakuwa na nguvu kama wengine, na mbaya zaidi, hata watu wa karibu yake hawakumwamini. Kaka yake mwenyewe alimwambia, unatafuta nini hapa? Rudi ukachunge kondoo. Wakati mwingine watu wa karibu ndio wa kwanza kukukatisha tamaa. Na alipofika mbele ya mfalme, hata Sauli alisema, wewe ni kijana tu, huwezi kupigana naye. Lakini Daudi hakuona walichokiona wao. Alisema, Bwana aliyeniokoa hapo nyuma atanisaidia tena. Alikumbuka alipotoka, alikumbuka Mungu wake. Na walipompa silaha, alikataa. Siwezi kwenda na hizi. Kwa sababu alielewa kitu kimoja muhimu sana. Huwezi kushinda vita ya mtu mwingine kwa kutumia kile ambacho si chako. Halafu ikafika ile moment. Goliathi akasimama, akacheka, akamtisha, nitakuua. Lakini Daudi alitamka maneno tofauti. Wewe unakuja kwangu kwa upanga na mkuki, lakini mimi nakuja kwako kwa jina la Bwana. Maneno yao yalikuwa tofauti, na imani yao pia, kwa sababu maneno yako yana nguvu. Yanaweza kujenga hofu au yanaweza kujenga imani. Na ghafla Daudi hakusubiri, hakusita, alikimbia kuelekea Goliathi, kwa sababu imani sio maneno tu, imani ni hatua. Na kwa muda mfupi Goliathi akaanguka, sio kwa sababu Daudi alikuwa na nguvu zaidi, bali kwa sababu Mungu alikuwa mkuu zaidi. Na kila kitu kikabadilika. Na alipokuwa anasikiliza hadithi hii, yule mwanamke akatambua kitu. Goliathi wake si mkubwa kuliko Mungu wake. Hofu yake si kubwa kuliko imani yake, na hali yake sio mwisho wa maisha yake. Na kwa mara ya kwanza akasimama, sio kwa sababu kila kitu kimebadilika nje, bali kwa sababu kitu kimebadilika ndani yake. Na leo hii Goliathi wako anaweza kuwa ni hofu au maisha au hata maneno ya watu. Lakini kumbuka, Mungu hatumii ukubwa, anatumia imani. Simama na ukabiliane na Goliathi wako, kwa sababu ushindi mkubwa hauji kwa nguvu, bali kwa imani.